Alright, huwa wanasema ya kwamba talent ni talent to you by God. Na ukiwa nayo by the way, basi kwa upande mwingine utakuwa pale uko na bright future, alright? Na sasa hivi kitu ambacho unafaa kukifahamu wewe mtazamaji wangu ni kwamba ile talent ambayo kwa upande mwingine unaiconsume most of the time huwa ni ile talent ambayo iko na exposure. Na nikizungumzia exposure, most of the time nazungumzia pale katika maeneo ambayo labda kwa upande mwingine ni urban centers. Na hapa katika taifa la Kenya tutakuwa tunazungumzia area kama vile Nairobi, Mombasa, hasa labda ikienda sana Kilifi vile, you know na maeneo ambayo kwa upande mwingine urban, lakini what happens katika zile talanta ambazo kwa upande mwingine ziko in the rural areas. Lakini sijasema ya kwamba ni kitu ambacho nimeweza kuconfirm, it is just an opinion of which tutakuwa tunaweza kukiacha pale up for debate. Lakini sasa hivi niko katika maeneo ya Tana River ambao kwa upande mwingine pia vile by the way kuna talanta ambazo ni talanta tajika katika maeneo kama haya. Kwa hivyo siku ya leo ama katika hii episode ya Living Legends, penzi mtazamaji, tutakuwa tunaweza kuletea baadhi ya zile talanta ambazo ziko ndani ya Tana River. Lakini kabla sijaenda sana, penzi mtazamaji, jua kwamba mimi ukiniita pale Uncle the Top Rated utakuwa umekosea. And right about this moment tutakuwa nachukua tama la maji angalau niweze kufahamisha ya leo yale ambayo tutakuwa najiri, kisha baadaye tutakuwa tunaendelea na mchakato mzima wa kipindi chetu cha siku ya leo. Zidi kutegea. Usanii ni mgumu. Usanii unataka bugdha, kujitesa, kujitesa, kutatizika. So kwamba ati hakuna vijana, mimi nasema vijana wako. Okay. Kwa hivyo unasema wenye wako na power zaidi. Tunataka power. Tunataka power. Okay. Kama sukari nyingi kidogo hautumii. Huwa sipendi sana sukari nyingi. Sukari nyingi hutumii kabisa. Situmii. Kwa hivyo pia sugar mama hutumii. Hapo umetatiza kidogo. Situmii sukari. Wacha tu niongee reality. Wasanii wa Tana River sisi kidogo kwa online kidogo tumesizi kidogo, tuko chini kidogo. Tumepitwa na majirani hapa kidogo wa hizi kaunti zingine. Naona majirani wako na mwamko sana kwa mitandao. Alright, mpenzi mtazamaji, karibu sasa hivi katika kipindi chetu hapa cha Living Legends. Na siku ya leo kijana ambaye tuko naye ndani ya Living Legends it's none other lakini kijana ambaye anafahamika kama Saji. Karibu sana Saji. Wacha kwanza tusalimiane, maana it's been a while hatujapatana. Mwisho tulionana ilikuwa lini? Ilikuwa kitambo sana. Si kitambo sana, I think ilikuwa mwaka jana, lakini before mwaka jana sasa ndio kidogo tulikuwa na muda pale hatujaona. Lakini kufikia sasa hivi labda harakati ziko vipi? Harakati nashukuru mambo yanaendelea. Kumbana, kungangana. Unajua sasa hivi kuna mmoja atakuwa anajiuliza, Saji ni nani? Na mbona kajipatia jina Saji? Okay, Saji ni mwanamuziki kutoka kaunti ya Tana River. Kijana wa Tana River hapa, kama vile uliangazia tayari hapo mbele. Kwamba uko maeneo ya Tana River. Na uko na Saji. Sasa kwa wenye hawajui, Saji ni kijana msanii wa Tana River. Na G nasimama kwa Gift. Gift ndio jina la kitambulisho pale ambacho sasa hivi serikali itakuwa inafahamu nayo. Okay. Alafu sasa unajua sawa, mtu mzima pale lazima tukimuona pale tupige masaluti na kila kitu. Unajua kwa upande mwingine pia nilikuwa na tatizo kidogo, maana yake unajua pia Saji kitambo ni jina hasa millennials. Watakwambia kwamba Saji basi tulikuwa tunambrifa na Mungu. Mungu ndo tulikuwa tunamuita Saja, Saji. Hauoni kwamba kwa upande mwingine kidogo inaleta mtafaruku hapo? Hapana, kwa mtafaruku hapo sijaona kama kuna mtafaruku wote.
mwenye atakuwa anafikiria hivyo basi atoe tayari hizo fikra. Okay. Kwa hivyo unasema kwamba G stands for gift. Basi kwa upande mwingine atakuwa ameweza kueleza pale, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo usiwe na shaka, usianze kuona kwamba labda tunakufuru ama nini. Tafadhali ameeleza vizuri pale, saa ni ya kumpigia saluti, alafu G stands for gift. Lakini sasa hivi tukimwangalia Sir G, labda katika harakati zake za kuwa mwimbaji pale, za kuwa msanii, zilianzia wapi na ni kitu gani ambacho kilimpatia labda the inspiration kuona ya kwamba labda atakuwa anaingia katika fani ya muziki? Sir G ameanza muziki, kwanza acha niseme tu muziki useme uko kwa damu tayari. Bali ukiwa kwa damu, nilianza nikiwa utotoni, kanisani, shuleni, primary school. Tangu primary school mimi tayari nilikuwa nafanya muziki kanisani na Sunday school zile. Naam. Okay. Piga huko mpaka saa hii, yani damu inasema muziki tu yani. Okay, unajua sasa hivi wanasema ya kwamba katika zile components za damu huwa pale kuna white blood cells, kuna red blood cells, kuna plasma pale, alafu na tumesahau gani? Music blood cells. Kuna music blood cells ambazo Sir G yako nazo. Mimi na music blood cells sijaziona hizo, lakini anyway tutakuwa tunaziangalia kuona kwamba kama ni ukweli ama ni vipi. Lakini sasa hivi umejipata labda katika kaunti ya Tana River. Naam. Muziki haswa katika kaunti ya Tana River unauona vipi, na ni kitu gani ambacho labda unahisi ya kwamba siku ya leo kiweza kubadilishwa, angalau basi muziki utakuwa na songa mbele zaidi? Okay, cha kwanza mimi chenye nitasema muziki kwanza ni mtu binafsi. Sawa. Mbali na mimi mtu binafsi kujituma kibinafsi, huwa kuna support zenye huwa nazihitaji. Cha kwanza nijitume kwanza mimi, lakini kujituma kwangu nahitaji support. Okay. Ambazo kama venye umeniuliza, kuna mambo mengi ambayo yanahitajika Tana River ndio muziki uzidi kupanda. Sababu hata nini tuseme ni baraza ama ni nini husika la sanaa hii wanaitwaje, wizara ya kama hiyo sports ama whatever, kuna nguvu fulani ya uwekezaji. Unasema idara ambayo iko katika county sasa hivi. Wizara, unajua wizara ni ya national government. Sasa tukija katika county level sasa tunasema ni idara. Asante. Namaanisha idara inafaa kuwa na power zaidi. Kuna nguvu fulani ya uwekezaji pale. Wanafaa wawekeze sana kwa wasanii, nikimaanisha wanamuziki. Wasanii tuko wengi, lakini kwa muziki sana uwekezaji nimeona kidogo uko chini sana. Kwa hiyo idara, maanake unajua kwa upande mwingine nimekuwa nikiangalia labda katika county zingine, the likes of kina Kilifi, the likes of kina Mombasa, unapata kwamba ikifika sasa katika mwisho wa mwaka kuna matamasha ambayo huwa yanafanyika pale, angalau inaleta different acts katika stages, lakini Tana River kidogo sijaona labda likifanyika. Na kwa upande mwingine because tunasema ya kwamba pia vile wewe kama msanii una jukumu lako pale la kuhakikisha kwamba labda unafanya ili kuona kwamba labda angalau serikali ya county pia vile inaweza kukusaidia pale ambapo wanaweza. Je, pia kama wasanii mshaikaa chini mkasema ya kwamba nao tuko na proposal ya kufanya vitu kama hivi, wacha tupeleke katika county tuone nao response pale itakuwa namna gani? Personally kama Sir G nishafanya ufuatiliaji sana na si kwamba nilishafanya kufikia sahihi, bado nafanya ufuatiliaji wa kuhakikisha kwamba wasanii, sio mimi Sir G, wasanii Tana River, hivi vitu ambavyo vinahitajika vidogo vidogo ambavyo vitatufanya tupande juu na sisi tutafanyaje? Yani jaribu kufuatilizia kama mtu binafsi. Kwa hivyo so kuna ufuatiliaji ambao tushafanya, wasanii kadhaa tushafanya, tushagonga milango, tushagonga ofisi kadhaa za idara hiyo ya sanaa.
tushagonga milango. Labda reception imekuwaje kufikia sasa hivi? Kuna chochote ambacho labda wameweza kuahidi pale, ama kufikia sasa pia ni ahadi tu, lakini ahadi hewa? Okay, ahadi zimefanyika. Naam. Ahadi zimefanyika kusema ukweli. Lakini sijui, pengine ni muda. Unajua kuna vitu unaambiwa with time. Sasa acha tungoje muda, lakini kuna ahadi zishaifanyika. Naam. Kwanza ilikuwa hizi tamasha za serikali. Malipo yalikuwa ya kufinyu sana. Ya wasanii, waimbaji, wanamuziki. Malipo yalikuwa finyu. Tukagonga milango. Tukabadilisha, yani kwa uchache kukabadilika, angalau ile malipo yakaanza kuongezeka rates za wanamuziki kidogo. Okay, personally na nitakuwa niko na rates zangu na niko nazo, lakini kuna rates za wanasema hizi za serikali. Unaona, lazima hizo rates zifuatwe. Okay. Lakini bado hizo rates hazimfai yule mwanamuziki. Unaona? Okay. At least vitu kama hivyo tumejaribu kungangana tubadilishe, na bado kufikia saa hii bado tunangangana kubadilisha vitu kama hizo. Kwa hivyo unasema kwamba sasa hivi angalau kitu ambacho mtakuwa mnakipigania pale ni kwamba kukuwe na standard rate between ya huu msanii na pia kwa upande mwingine labda serikali ikiingia pale, at least ile rate isiweze kupita pale. Maana yake ikipita mnaumia. Kuna mahali tunaumia. Hata serikali wakiweka rate yao na kuna mimi rate yangu hazifanani. Okay. Hazifanani. Sasa sema ni baadhi ya masuala ambayo tunaweza kuyaangazia hapa, lakini pia moving forward. Naangalia hapa tunaingia katika wakati ambapo siasa zitakuwa zinachacha, masuala mazima ya kampeni yatakuwa yanachacha, na baadhi ya watu ambao wanatumika pale ni wasanii. Labda umejipanga vipi katika kipindi kama hiki, hasa tukiwa tunakaribia sasa hivi katika swala la kampeni? Kwa campaign mimi am always ready. Hata nishaanza tayari. Okay. Niko kazini anytime. Mimi ni bunduki langu, ni sauti yangu. Kwa hivyo unasema sasa hivi wewe tayari uko sawa, ni yule tu ambaye atakuja aje. Lakini haujaona kwamba labda saa zingine kitu kama hiki huenda labda kikatia doa katika fani yako? Maanake sometimes utakuwa na kampenia kiongozi fulani, lakini akiingia kule sasa mambo yanakuwa tofauti kidogo, watu wanaanza kuletea shida. Wewe bana, huu kiongozi wako vipi, ulimkampenia sana ukatushawishi tumuingize pale, lakini baada ya kwamba ameingia pale imekuwa ni blanda. Sasa sisi kuanzia leo tunasusia kusikiliza mziki wako. Okay. Cha kwanza kwa mafans, kwa hilo wasiitie shaka. Sababu cha kwanza niko kazini. Sawa? Mwenye nitakuwa namwimbia sababu niko kazi. The same applies kwamba nimeimba kwa harusi yako, nikamwimbia harusi yule, nikamwimbia harusi yule mwingine na yule mwingine. So hata huyu mwanasiasa bado nimemwimbia sababu niko kazini. Huwezi jua mwenye namwimbia sio mwenye nitampa kura mimi mwenyewe. Okay. Yeah. Kivipi yani unaimbia kiongozi ambaye wewe mwenyewe huna imani naye? Mbali na imani, mi kwanza niko kazini. Nikiwa naimba kwa ajili ya kutafuta. Natafuta. Naam. Na siwezi mkashifu kiongozi huyu ama mwanasiasa huyu ati ni msifu huyu mwingine, ama yani nadhani umenielewa. Yeah. Okay. Si ati ni mponde huyu ili umsifu ili ati huyu nipate umaarufu au okay. Ni kwa ajili ya kazi. Okay. Mimi nafanya kazi. Kija tukielewana, bei ni hii, bei ni hii. Tusipoelewana basi labda kuna vigezo vyovyote ambavyo unazingatia kwa kiongozi ambaye labda atakuwa ameweza ku approach na kusema kwamba labda umsaidie katika kampeni yake? Kuna vigezo vyote ambavyo unaangalia? Yeah, vigezo viko. Vigezo viko. Kwanza kama nilivyokuambia niko kazi. Si ndio? Na kwa kazi yangu sio kwamba ati ni mimi kama Saji nimezungukwa
nimezungukwa na watu. Okay. So hata huyo kiongozi akija kwangu bado kuna sehemu lazima atapitia, kuna vigezo. Naam. Okay. Na sasa hivi labda tukimwangalia Saji ako katika management ama ni yeye tu amejisimamia yeye kama yeye? Maana unajua sometimes pia ni vizuri vitu kama hivi vikiweza kutokea angalau kuwa na management pale ambao kwa upande mwingine inaweza mzungumzia Saji. Naam. Okay, kwa sasa kama nilivyokuambia kuna watu. Okay. Kuna watu. Though it's not an official management. But kama nilivyokuambia kuna watu wamenizunguka. Wamekuzunguka. Ufanyi kazi peke yako? Sifanyi kazi peke yangu. So wacha tu nikwambie, though it's not official but management iko. Okay. Yeah. Iko chini ya maji pale. Iko chini ya maji pale. Sasa unajua nilikuwa naangalia mitandaoni hivi majuzi, naangalia baadhi ya vijana katika kaunti fulani, sitaitaja jina maana kwa upande mwingine sina lawyer. Asante. Lakini wanasema kwamba bana kufanya kazi na kaunti na kwa vigumu sana, maana sometimes unafanya kazi nayo lakini kwa upande mwingine upande wa malipo inakuwa ni vigumu sana. Labda ishaitokea huko? Okay, kwa kazi na sanaa. Kazi na sanaa labda, na kwa upande mwingine upande wa kaunti pale. Acha tu mimi niseme tu kweli. Jua kama nilivyokuambia. Kaunti ni serikali. Na serikali wana mambo yao. Sasa hayo mambo yao hayo. Mimi niko na rate yangu kama nilivyokuambia. Mimi niko na rate. Lakini serikali inaniwekea rate yake. Yaani lazima nifuate. So kwamba utakuwa na matatizo, hiyo siwezi ficha. Okay. Lazima matatizo yawe yako. Okay. Kwa hivyo unasema tu shida ambayo iko kati ya huu msanii na serikali ya kaunti pale ni hapa tu kwa rate. Okay, sawa. Labda tukiachana na hilo. Unajua kuna kitu nimekuwa nikiangalia hasa katika kaunti ya Tana River. I think it's one thought ambayo nimekuwa nikifikiria kwa muda. Upande wa watoto wa kike sijaona wakijitokeza sana. Moso sasa hivi labda nimeona I think ni Pokomo Princess peke yake ambaye amejaribu sana kusukuma muziki wa Tana River hasa kwa watoto wa kike. Watoto wa kiume pia naona ni wa kuhesabika. Namwangalia pale Saji, namwangalia pale Msema Kweli, namwangalia pale Fred Abio, the likes of kina Country Mura, lakini sijaona wengine ambao wamejitokeza, na labda wale wa kitambo kina Machkonga and the likes, lakini sasa hivi ni ngumu sana kupata labda vijana wanajitosa katika sanaa hasa muziki. Labda unahisi kwamba ni kitu gani ambacho kinapelekea haya kuweza kufanyika? Kwa hilo mimi wacha niseme kwamba kama nilivyokuambia, kujituma. Kujituma cha kwanza, sababu si rahisi. Wako mimi acha tu honestly speaking, wako wasanii wako apart from ambao nimetaja, apart from mimi, wako wasanii. Okay. Labda nitaje kama watano hivi ambao labda huenda kwamba labda hatuwafahamu lakini wako na wanasukuma muziki, lakini kwa upande mwingine labda limelight haijawafikia. Okay, kuna watu, kuna kina Dishiski, kina the likes of kuna vijana wengi, na Nukta Pacha, na wako wengi sehemu tofauti. Vijana wana rap, wengine wanaimba, people are singing. Okay. But mimi kitu ambayo nimeona cha kwanza, hiyo sababu ya kwamba hawaonekani, cha kwanza usanii ni mgumu. Usanii unataka bugdha, kujitesa, kujitesa, kutatizika. So kwamba ati hakuna vijana, mimi nasema vijana wako. Okay. Kwa hivyo unasema wenye wako na power zaidi. Tunataka power. Okay. Kwa hivyo unasema kwamba power tu ndo inafaa pale iweze kuwekwa kidogo, angalau vijana nao waweze kujitosa kama somaso. Sababu okay, msanii binafsi pia anafaa pia ajitetee. Okay. Yeah, akuwe creative. Sababu msanii ni creativity. Ama vipi? Msanii ni creativity. Okay. Without creativity, nothing with unasaulika tu rahisi. So hao wako, lakini ile nguvu
ya kuna create kwa changamfu angalau kwa creative pale unaona utajituma vipi. Lakini pia kuna mmoja alikuja akanambia hasa katika interviews ambazo nimekuwa nazo za wasanii, baadhi wamekuwa wakisema kwamba unajua usanii peke yake unakuwa mgumu sana, kwa hivyo wewe kama ni msanii lazima ukuwe na kitu tofauti ambacho unakifanya ili kuhakikisha kwamba labda una sustain muziki wako. Labda hii kauli unaionaje? Does it have any truth in it? It has. Na labda ukimwangalia Saji, labda ni kitu gani ambacho labda anajihusisha nacho kando na muziki ili kuona kwamba labda ana sustain muziki wake? Mimi mbali na muziki, muziki ukiwa biashara, bado mimi ni mwanabiashara. Okay. Kwa hivyo unasema muziki, ukiachana na biashara ya muziki, bado niko na biashara tofauti ndogo ndogo. So na sustain na business ndogo ndogo. Na sustain na business. Okay. Kwa hivyo shughuli za hapa na pale, maanake unajua pia kuna wasanii wengi huwa wanasema kwamba unajua mimi nikifika kwa platform kama ile pale kwa Uncle Lee, basi mimi nikishatoa muziki wangu pale basi mimi nitatrend. Lakini hawajui kwamba kwa upande mwingine siku hizi kuna mitandao. You know, na mitandao pale imekuja ili kusaidia kila mmoja aliye na talanta, aliye na biashara kuiuza pale talanta yake, biashara yake katika mitandao. Ni kweli. Unahisi ya kwamba labda katika kaunti ya Tana River wasanii hasa wameweza kulivalia njuga swala zima la mitandao, na labda wanaitumia vipi mitandao ili kuona kwamba angalau pia nao wanajiweka katika market ya taifa letu tukufu la Kenya? Okay, kwa mitandao personally wako wenye wanajaribu kupush, lakini nimeona kidogo kwa mitandao, nimeona kidogo tuko chini. Wacha tu niongee reality. Wasanii wa Tana River sisi kidogo kwa online kidogo tumesizi kidogo, tuko chini kidogo. Tumepitwa na majirani hapa kidogo wa hizi kaunti zingine. Naona majirani wako na mwamko sana kwa mitandao. Lakini okay, blogging site pia ilikuwa hakuna sana. Hii mambo ya blogger hii watu ambao watazungumzia lakini sasa hii nimeona kidogo mablogger wameamka. Wajua mimi peke yangu sitaweza, nitaweka kwa mitandao sawa. Lakini sasa nahitaji watu kina Uncle Lee, kina nani waniwekee kwa site kule. Unaona, mimi nitaweka, lakini pengine nguvu yangu iko chini. Lakini ile ya blogger iko juu. So nimeona kwa blogging kidogo sasa hivi yenye kumeanza kuamka mambo na blogging sites. Naona tunaenda mahali. Manake naweza shout out sasa hivi the likes of kina 004 Trends, the likes of kina Tana River Gossip. I mean, wanafanya kazi nzuri most of the time. Nimekuwa nikizionaona sasa hivi, sijazifuatilia, lakini angalau huwa kuna vitu na vinapendeza sana. Angalau sasa hivi unaona kweli, at least unajua kwamba sasa hivi nyumbani kuna kitu kinafanyika. Na hao ndo wanatusaidia. Sasa hivi labda pia tukiachana na the blogger, Saji yeye mwenyewe kivyake anaitumia vipi mitandao? Wewe mwenyewe sasa binafsi, tukiachana labda na blogs. Okay, mimi mitandao wenye wananiona kule ndani wao wenyewe wanajua kwamba Saji huyu mtandao anajua kucheza nao. Unasema kabisa kwa upande mwingine amejituma pale Saji. Na kwamba sasa hivi hakuna tatizo lolote upande wa mtandao. Mimi nacheza nao vizuri. Nacheza nao vizuri. Okay. Mbali nacheza na biashara ya muziki na biashara zangu tofauti. Bado nacheza nao. Okay. Sasa hivi unajua pia kumekuja swala zima la AI. Najua si swali geni. Na sasa hivi kuna baadhi ya muziki ambayo imekuwa ikitembea sana katika mitandao. Unapata ya kwamba ni muziki mzuri, lakini baada ya kwamba labda umeweza kufanya search pale unapata ya kwamba kumbe hii ni AI. Unahisi ya kwamba labda pia AI huenda ikaathiri muziki wenu labda? Kwa upande mwingine wacha tu kwa ukweli, kwa nini natumia AI? Sauti yangu iko wapi? Saji ule wa zamani uko wapi? Mimi hata nataka nisumame nipige live band. Mimi natumia AI ya nini? Hakuna cha AI. So
kama mwenye anatumia AI huyo amejiathiri mwenyewe. Okay. Amejitatiza mwenyewe. Mimi nataka nisimame hapa nikuimbia Uncle Lee kwa harusi yako, napiga bendi. Kwa hivyo unasema kwamba sasa hivi ukipatiwa gita unaanguka nalo situanguke. Sounds of Saji, mtazamaji anasema hapa bwana, yeye anapenda kabisa vitu vya kupiga live. Maanake unajua pia kuna wakati fulani ilileta gumzo sana, you know, kati ya wasanii wa taifa la Kenya na wasanii wa taifa la Tanzania pale, na walikuwa wanajaribu kucompare the two countries, ni wapi ambapo hasa mziki mtamu unapatikana. Na mziki mtamu hapa ni ule ambao kwa upande mwingine unaopata live, lakini nikiangalia Kenya, I think we are doing great. Yes. I think we're doing great, manake nikiangalia the likes of kina Sauti Sol, juzi Nyashinski amekuwa na show yake pale The Showman Residency na alikuwa anapiga live, of which pia ni kitu ambacho pia kinafaa, you know, kukuwa emulated hasa katika you know, taifa letu huko chini pia vile vile. Na umezungumza vizuri kuona ya kwamba labda pia vile vile unajihusisha na masuala mazima ya live band, alright. Lakini pia vile vile ningetaka kujua katika hizi shughuli ambazo Saji amekuwa akifanya, amekuwa akifanya kolabo na wasanii wengine, ama Saji ni mtu ambaye huwa anapenda, you know, kufanya kazi zake peke yake? Okay, nishafanya na wasanii tofauti sana sana wa nyumbani. Unasema kwamba hapo umejituma kabisa. Hapa ndani ya kaunti ya Tana River umepiga nao? Nimeshacheza nao wengi sana. Okay. Na labda sasa hivi huenda akawa anaangalia ama akawa anatazama kipindi chetu, unasema kwamba labda haujafanya kolabo labda na msanii wa nje ya Tana River, labda ukiangalia kulingana na nguvu yako, kulingana na uwezo wako, ni kama nani ambao unahisi kwamba mkikaa pamoja katika biti moja basi huenda ikatia nakshi zaidi? Wanje Wanje ya Tana River. Wako wengi. Mimi huwa napenda kusema msanii mwenye nitafanya naye ni msanii mzuri mwenye tunaweza tengeza mziki mzuri. Sasa sijui ni upi wa nje mzuri mwenye tunaweza tengeza mziki mzuri. Sasa nikisema nitawataja, wako wengi, lakini katika hao wengi yule mzuri mwenye tunaweza tengeza mziki mzuri ambao utatoa product nzuri. Mtajie basi kama watano tu ambao sasa hivi unahisi ya kwamba labda mkikaa nao pamoja katika biti moja basi itakuwa inatia nakshi zaidi. Wako kina Susu hapa Kilifi, hapa Mombasa. Tuko na kina Otile, tuko na kina Masauti, kuna kina Kaligrafu. Tukienda huko juu, unajua lazima tu blend rap sing. Nimeona hata juzi, I think ilikuwa jana ama hivi majuzi tu, ametoa wimbo fulani pale na Lafayette akampigia pale chorus nzuri sana. Na kwa upande mwingine kitu ambacho pia anasema kwamba ikiwa kwamba labda atapatana pale na kijana Saji, you know, waweze kutoa nyimbo moja, kwani iko nini? Kwanza hata kuna kina Diamond nimewasahau, kina Rihanna huko si wako wengi nje. Okay. Lakini sasa hivi pia ukiangalia katika kaunti ya Tana River, umesema umefanya nao kolabo wengi sana. Ni msanii yupi ambao unahisi ya kwamba mlifanya naye the best kolabo ambayo iliwahi kutokea? The best kolabo nimefanya na wengi. Kuna Ebishinski tushafanya. Ebishinski tumefanya na Madima Dola, fanya na Reroti, nimefanya na jamaa mwingine anaitwa Nukta Pacha wa Hola, nimefanya na demo anaitwa Huzmail. By the way, she is coming good. Huzmail. Okay. Itabidi one of these episodes hapa katikati tumtafute angalau pia naye tuweze kujua. Sasa I can't say which is the best, but how nimefanya nao, naona we did something. Labda ni yupi ambaye hakukusumbua? Manake unajua sometimes kuna wale wasanii ambao tunataka kolabo nao kweli, lakini ni msumbufu sana. Mnaandika basi ya kwanza anasema bado hiyo wachana nayo hiyo, sasa tuandike tena upya. Ama mnafika kwa producer pale, producer anarudisha anambia hii ni upuzi, rudini tena. Sasa mimi mwenye amenisumbua ni huo producer mwenyewe. Reroti tumefanya naye kolabo. Reroti ni producer na ni msanii.
RLT hataki kitu ya toke tu ovyo ovyo. Huyo anataka quality. Hapa bado hapa. Naam. Ngoja. Yeah. Okay. Huyo amenisumbua sana. Kwa hivyo unasema amekusumbua lakini kwa njia nzuri. Kwa njia nzuri. Kwa njia nzuri. Anatafuta quality. Kwa hivyo hao wengine bora tu umeimba, yeye ako sawa. Hata wao si hivyo. Lakini ile quality yenye tulikuwa tunaitafuta. Naam. Haijafika. Mpaka tumeipata. Ameilazimisha mpaka tuipate quality. Kwa nini napotea hii quality? By the way, kuna mwingine Saraya. Saraya naye. Saraya mtoto wa kike. Saraya Shadumea. Shadumea. Ile Murangi wa miaka mingi. Saraya naye. Naam. Amenisumbua lakini kwa kutafuta kitu. Okay. Tulikuwa tunatafuta kitu. Yule aliva ni Murani miaka mingi. Tulikuwa tunatoa wimbo unaitwa tulikuwa tunaimba ile ngoma inaitwa Changia Kidogo. Okay. Hiyo. Naam. Saraya anambia hapana. Tunashinda hapo, yani tunatafuta tu kitu. Lakini sio kusumbua kwa ubaya. Naam. Haujafikiria kufanya na Pokomo Princess labda? Pokomo Princess inamtaka sana. Yeye mwenyewe anajua. Kisha kuna kitu chaja. Okay, unasema sasa hivi labda kuna kitu kinapikwa tu chini ya maji. Chini ya maji. Very nice. Itakuwa inapendeza mtazamaji ili kuona kwamba labda ni baadhi ya masuala ambayo sasa hivi tunaweza kuwa tunaleta kwako ili angalau hata nawe uweze kuyafahamu. Baada ya kwamba umeweza kuangazia kule sehemu za Mombasa, umeweza kuangazia sehemu za Nairobi. Je, huku kwingine sehemu kama za Tana River, do you know what even goes on katika kaunti kama hizi? Mtazamaji, tutakuwa tunachukua pumziko fupi tu angalau sajeze kunywa maji, kisha tukirudi tutakuwa tunaendelea na mchakato mzima wa Living Legend ambaye kwa siku ya leo Living Legend ambaye tuko naye ndani ya Tana River County is none other than Sir Jimmy. Ukiniita Uncle the Top Rated utakuwa umekosea. Zidi kutegea. Yo, mambo vipi watu wangu wa power? Saji Boy hapa. Niko na Uncle Lee katika show nzima hapa inajulikana kama Living Legends. Kumbuka basi nakwambia kwamba kuna kibao kipya kinajulikana kama Sarafina kiko ndani ya YouTube tayari. Wewe tembelea pale, subscribe, fanye mambo. Sarafina, oh my Sarafu. Sisi ndo ma legend. Alright, mtazamaji, sasa hivi tukiwa tunarudi kutoka mapumziko mafupi hapa, na huwa napenda kwamba labda tukisharudi angalau msanii ambaye tutakuwa naye atupatie japo kwa kiduchu angalau vocal tuweze kumsikia labda amefanya kazi gani, na huenda kama itakufurahisha basi utakuwa unakimbia pale katika mtandao wake wa YouTube, katika mtandao wake pale wa Spotify, name them, utakuwa unaweza kuangalia pale ni mziki gani ambao ameweza kufanya. What is your favorite song sasa hivi kati ya zile zote ambazo umeweza kufanya? Na je, unaweza kutupatia angalau vocal ili angalau pia vile vile mtazamaji pale aweze kuenjoy? Okay. Mimi favorite yangu hata sijui ni ipi, lakini nasikia watu wanapenda Nyarubando sana. Huyu Nyarubando. Mimi mwatolea watu. Sijajiimbia mimi. Okay. Msa wao. Favorite yao. Kuna watu ambao nikuona kabisa kumchukuya. Ni mchukuya. Danga jamwana. Danga jamwana. Tawa ni mshogeo ndugu yangu Manyate egwa. Naam. Lakini unasema kwamba Nyarubando ndio imependwa sana. Nimeona mashabiki sana sana Nyarubando. Mbali ziko mingi lakini nimeona Nyarubando of late wameingelelea sana. Imependwa sana. Labda unaweza kutupatia tu hata kavasi hivi so that angalau pia vile vile mtazamaji anaweza kuenjoy. Unavyeduka jahonyohonyo mama, ndo maana nikujama sana. Unavyeduka jahonyohonyo mama, ndo maana nikujama sana. Umaraka uhasinema video kivina kudekina nkomba. Umaraka uhasinema video kivina kudekina nkomba. No problem my baby, mbika Nyarubando mwana mam. Macho ya ncholo kavide kuvwa ya mahando. Kisa kunama
niendelea ma. Uko sawa. Manake nikiangalia sauti pale ni natural, si zile za kuwekwa ma auto tune. Tutumie AI. Manake kuna wale ambao siku hizi nasikia paka production inafanywa na AI jamani, mtatumaliza. We need good music jamani, ile ambayo tumezoea kitambo, right? Na pia sasa hivi ukishamaliza kutupatia verse, watu tunaingia katika kitengo ambacho kwa upande mwingine tunataka kujua kama msanii anajua nyimbo zake, ama kwa upande mwingine akishaandika, ameproduce, amebaliza na amesonga. Sasa hapo kuna line 5 ambazo nitakuwa nakupatia kulingana na zile nyimbo ambazo umeweza kutoa, kuangalia tu kama msanii pia vile vile anakumbuka nyimbo zake. Alright, na utakuwa tu pale na sekunde 5 ama tuseme sekunde 10 za kuweza kufahamu labda ilikuwa nyimbo gani. Alright, kuna wimbo mmoja ulisema ya kwamba kile kitabu cha mapenzi tulichozoea kusoma kabla kulala. Hiyo inaitwa Solemba. Unasema kabisa unaifahamu. Naifahamu. Okay, sasa na mtoto wa Kihindi pale kwa YouTube pale. Ulimtoa wapi ule? Utanipatia namba baadaye. Siwezi kukupa. Tuzungumze naye. Angalau pia nimlete hapa nyuma ya kapeti. Tumlete angalau pia tumfanyie interview jamani. Usanyime namba. Alright. Haya, kuna ingine ulisema kwamba nikufuate kama bendera twende mpaka Dandora. Hiyo inaitwa Nikutaka. Nikutaka. Jana is very sharp katika muziki wake. Wacha tujaribu ingine tuone kama utakuwa unaweza kuwezana nayo. Here za dade Kavinisaki Turo. Ela emui wote heheme kodia lugha. Hiyo ni Nyarubando. Unasema kabisa umeifahamu hata kabla sijamaliza kuisoma. Okay. Wacha tuingie pale ya 4. Anasema kwamba ila nina swali kama mlinipenda toka zamani. Kama ila nina swali. Je, kama mlinipenda kutoka zamani? Hiyo ni eto Nderani Havioga. No. Ila nina swali. Hiyo inaitwa Mziki Mbovu. Okay. Mziki Mbovu. Kidogo hapa ilikuwa imetatiza challenge. Hiyo ni Mziki Mbovu. Okay. Wacha tukupatie moja rahisi ambayo najua hii utaflow nayo kwa rahisi sana. Tamaduni zetu hazijui ila unajifunza. Tena mila zetu huzijui ila unazitunza. Traditionally. Nasema ndicho kibao kipya zaidi. Traditionally ndio kibao kipya zaidi. Okay. Kimetoka kama lini hivi? Traditionally ilikuwa ya mwaka huu Januari. Okay. Unasema ndio kibao ambacho tulifungua nacho mwaka. Kufikia sasa hivi hatujaona kingine jamani. Saji, mbona? Asante sana. Nilikuwa natarajia uniulize hilo swali. Niwaambie. Tunangoja sana. Niwapashe urili. Sarafina is on the way. Okay. Huu Sarafina huu ambaye humuona kae. Huu Sarafina. Sarafina na nini jamani? Huu Sarafina ana mahaba tele. Umekolezwa pale ukakolea. Sana. Okay. Okay. Labda Sarafina ni wa real life ama ni wa muziki peke yake? Usitaki kujua. Wewe sikia muziki bana. Sometimes ni vizuri pia angalau kujua ndugu zetu vipi. Unatuimbia muziki sana. Kisha kwani kuna nini? Angalau tujue pale kama ni ya kweli. Usitaki kujua mambo mengi bana. Wewe sikia Sarafina, wewe enjoy muziki. Okay. Sasa siulizi mengi mtazamaji wangu hapa, badake yeye kwa upande wake amesema kwamba unajua sitaki kuzungumza sana, wewe sikiliza muziki na mimi ndio nitafanya, maana hiyo ndio kazi yangu. Lakini sasa hivi tuingie labda katika masuala ya maisha kidogo, tukimwangalia Saji, yes, anatoa muziki pale, anatu entertain, lakini kwa upande mwingine katika siku zake ama katika pilika zake za kila siku, ni challenge gani ambazo huwa ana face kila siku? Okay, challenges kwa mwanadamu ziko. Sisi kama wanadamu, nikiacha na mambo na masuala ya muziki na sanaa, niko na maisha yangu kama binadamu kwa kawaida, na ziko challenge nyingi. Ziko challenge nyingi. Challenge nyingi sana ambazo napitia kama mwanadamu. Okay. But
we are facing it. Maana unajua sometimes wanasema ya kwamba katika kuna wakati mmoja ambapo dunia itakuvunja wewe kama mwanadamu. Na kama basi haitakuvunja, huenda pia ikakumaliza, you know. Lakini kwa upande mwingine ukiona kwamba labda imekuvunja, basi unafaa pale kujicollect, alafu unajirudisha pole katika kupambana labda na hizi changamoto za kila siku. Tuseme kwamba labda, manake kwa upande mwingine wasanii wengi hupitia swala zima la depression. Alright. Labda nikuulize tu, ushaikuwa depressed at one point ukahisi kwamba yenyewe hapa leo niko chini kabisa katika nishawahi kuwa chini. Nishawahi kuwa chini na mambo mengi ambayo yashaniweka chini. But kama vile ulisema tu, najicollect, kisha unarudi. Kama nilivyokuambia tu, mimi ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine. Na siwezi sema ati hakuna challenge yenye mimi sijawahi face. Kivipi? Kwani mimi ni robot? Mimi ni mwanadamu. So nishaipitia challenges mingi. Nishaikuwa depressed. Nishashuka chini. Nishajicollect vitu vingi. Kulikuwa kumetokea nini wakati huo mpaka ukaona kwamba labda uko chini kabisa? Okay, ni mambo mengi tu ya kawaida tu. Challenges tu za kawaida za duniani. Unajua most of the time sometimes wanasema kwamba msanii akiachwa ndo huwa kidogo anaingia studio pale anatoa muziki. Hapana. Mambo na kuachwa tena hiyo. Unasema hujaachwa kabisa? Siwezi. Pengine niache. Okay. Unajua rafiki yangu mmoja anafahamika kama Otile Brown alisema ya kwamba kama hujapenda basi hujapendwa. Kama hujapendwa. Kwa hivyo nasema kabisa kama hujaachwa basi sijui utacategorize wapi, lakini mimi najua kwamba lazima kuachwa. It's a right of passage. Kwa hivyo lako laja. Mbona kuna tusiombe Mungu. Unasema hutaki kabisa? Sitaki. Okay, lakini anyway kila mtu ni sawa. Ni maisha. Life tofauti na maisha. Jani yako haiwezi kufanana na yangu kwa wakati wowote ule. Na pia vile labda tukiachana na masuala mazima ya depression, ni kitu gani ambacho unahisi ya kwamba labda muziki wako umekufanyia na hauwezi kusahau? Okay. Kwanza mimi nashukuru kwa kama mwanamuziki. Nimeshukuru. Naona ni dhahabu. Niko na dhahabu. Muziki umenifanyia mengi. Kufikia sahihi mpaka nimekaa na wewe meza moja. Bado ni kitu ambacho si cha kawaida. Na yote tunaongelea sababu ya nini? Muziki. So muziki umenifanyia mambo mengi ambayo siwezi kuyasahau. Na pengine kusahau ni siku ambayo nitakuwa niko kaburini, ndio nitasahau kwamba muziki haujanifanyia kitu. Mimi surely muziki umenifanyia kitu. That's why niko hapa. Na kwa upande mwingine unajua pia katika performances huwa naona kwamba kila mmoja akona kitu ambacho hawezi kusahau. Muangalia pale the likes of kina Charisma, the likes of kina Bensoul. Labda kwa Saji ni kitu gani ambacho kuna wakati alikuwa anapiga performance yake, you know, akiwa pale jukwani na kitu kika happen pale na akasema kwamba nao hii performance sitaikuisahau because of this certain thing ambayo iliweza kutokea? Okay, ni vingi. Kwanza kuna moja hivi sisahau huwa love of the fans. Yani mafans hujampa kazi. Walinzi, security team iko kivyake, lakini unaona security team fulani imejiumba huko. Yani mpaka security mwenyewe ashabebwa. Security ashatolewa bila kujijua. Anashangaa what is happening. Lakini ilikuwa mapenzi pale kutoka kwa the crowd itself. Ametoa security. Security we huyu. Lakini it was love. Yani wanaona kama maybe inasumbuliwa pale kwa stage. So fani mmoja akaja paka akamtoa security anajaribu kukava mambo pale. Lakini security ile hali anakava mambo
akaja akatolewa yeye na fan. Sasa okay, it was love of the fans. Okay. Yeah. Unasema kabisa pale kwamba lakini haya yote yanatokea kwa sababu Saji amekuwa akifanya mziki mzuri, amejitengenezea jina pale, na kwamba pia vile vile ni mziki ambao una wa consumed vyema, you know, na fans wake pale, right? Na sasa hivi labda tukimwangalia in the next 5 years Saji tunamuona wapi? Hakuna mtu mwenye anajiombea mabaya. Kila mtu anajiombea mazuri. Anajiombea next nikitoka kwa hii show natarajia good things hapo mbele. Hapo mbele. So the next 5 years natarajia kujiona mbali kama Saji kwa personal life na life ya music pia. Natarajia kujiona mbali na mafans pia watarajia kuniona mbali. Okay. Yeah. Labda mbali ni kwamba labda atakuwa angalau pia vile vile amefanya collab za nje vitu kama hizo. Yeah. Okay. Na ni kitu ambacho pia nakianticipate sana, angalau pia vile vile tuweze kuona, you know, muziki wa Tana River pia unatoka consumed, you know, na watu wa taifa letu, because wanahisi ya kwamba ina rotate to within. You know, ina rotate to within. So sometimes wanajiuliza labda ni kitu gani ambacho kinatokea, you know, kuona kwamba labda muziki wetu hautoki nje. Lakini sasa hivi tukirudi kwa huu Saji, wanatumia uongo wakati gani? Uongo na utumia wakati ambao unahitajika. Natumia uongo mahali ambapo unahitajika. Si utumii kila mahali. But siwezi sema ati kwamba huwa sidanganyi. Huwa nadanganya. Kwa hivyo unasema ni kitu muhimu sana katika maisha. Uongo hata kama ni dhambi. Ni dhambi, but kuna time unabidi utumie uongo ndio usurvive, utoke. Yaani ile kitu ikuondokee. Utumie tu uongo kidogo. Uongo wako wa mwisho ni upi ambao umetumia? Uongo wangu wa mwisho siku ya leo labda. Uongo wangu wa mwisho sijui. Pengine niseme uongo wangu wa mwisho, niseme hiyo ya kwamba kwa miaka 5 nataka kujiona mbali, sababu sijui. Unasema kwamba ni kitu ambacho natarajia. Hauna nguvu nacho sana. Sina uhakika, sitaweka gorofa kweli. Si ati sitanunua Bugatti, lakini natarajia tu. Maybe niseme kitu kama hicho. Lakini uongo wa ukweli. Ni uongo wa ukweli. Ama mimi siwe mwenyewe unajua. Sasa hivi labda unatembea mtaani, alafu umepata pale rafiki yako, you know, wa karibu kabisa, anaambia watu mabaya kukuhusu. Hapo unakuwa mtu aina gani? Huwa sijali sana. Huwa sijali sababu najua kuongelelewa ubaya ni kitu cha kawaida. Kwanza kwa public figures kama sisi wasanii, huwa ni kitu cha kawaida sana kuongelelewa vibaya. Na nikisema nitabeba nitabeba mengi, hata nitashindwa. So nakubali. Sababu hivi tayari niko kwa hii show, naongelelewa mabaya tayari huko. So ni kitu huwa nakubali. But kama ni mabaya ya ukweli, huwa najirekebisha. Kama ni ya urongo, naachana nayo. Labda tukiangalia sasa hivi katika ukuaji hasa wa mtoto wa kiume, tunaona ya kwamba inafika wakati ambapo masuala mazima ya familia yanamfaa. Saji anakisha vipi, you know, kuona ya kwamba labda anakuwa na muda na mziki wake, na pia vile vile anakuwa na muda na familia yake? Okay, kila kitu na wakati wake. Kuna wakati wa familia, kuna wakati wa kazi. Kama nilivyosema, mziki ni kazi. Familia yangu yenyewe inajua kwamba Saji sahii yuko kazini. Kuna time familia inajua kabisa Saji ameacha vitu vyote, ana focus na familia. So huwa na balance time wa family na time wa kazi.
Okay. Yeah. Maanake unajua pia the reason nakuuliza hivyo it's because wakati mwingine unapata ya kwamba msanii amekuwa vizuri lakini the moment labda amekuja ameingia katika familia ama amejipata katika family setup, anaanza kidogo kususia because labda kwa upande mwingine yule mtoto wa kike ambaye amekuwa naye sasa hivi amekuja amemfanya wife, amemwambia basi mimi sitaki kufanya muziki tena. Naam. Sijui labda kwa kweli utakuwa unaliangazia vipi? Okay. Na labda wakati pale unaangalia mtoto wa kike unataka kumfanya bibi, wewe unaangalia nini haswa? Vigezo gani ambavyo unaweza kuzingatia? Kuzingatia kwanza, nikiwa kwa mahusiano mwenye niko naye ajue tayari kwamba huyu yatafuta kupitia mziki. Licha ya kwamba niko na biashara ndogo ndogo tuachane nazo. Niko na kazi ya mziki. Saa hii siwezi nimeitwa kazi kazi ya mziki, na hiyo ndio itamlisha yeye na niseme sitaenda sababu ashasema. Cha kwanza nahakikisha amenikubali. Okay. Yeah, mwenye niko naye saa hii amenikubali. Sawa. Amenikubali kwamba nimemweka katika ile angle, yani kwamba lazima akubali kwamba hii ni kazi na tukapelekana vizuri na akaelewa kwamba niko kazini. Ndio. Okay. Kwa hivyo amekubali kabisa hii ni kazi, asija akaanza mambo yake. Lakini sasa unajua pia ukiwa na mtoto wa kike alafu sasa hivi umesema labda Sarafina inakuja. Nilimuona Nyarubando pale. Nyarubando nimembeba ya pale katika Solemba pale. Muhimbi. Karibiana sana. Una expect aelewe? Okay. Okay, kuelewa na expect aelewe na kwanza tayari anaelewa. Sababu hata some shows ama some video shootings nimeshaienda na mtu wangu. Okay. Akaona kabisa pale yenyewe ni kazi na tukimaliza hapa kazi imeisha. Kazi imeisha. Tushaenda events nyingi. Events na perform. Yuko hapo. Hata yeye kwanza katika hiyo timu yangu yeye huwa yuko sana kwa mambo fulani chini ya maji. Though huwa happy hajapia. Okay. Lakini huwa chini ya maji she supports me a lot. A lot. Huwa tunaenda video shooting kwa show ya club. Kama niko na show huwa yuko pale. Mko na moyo sana, ndio maana watu kama mimi sidhani kama naweza kuwa msanii. Nasema kabisa wale Mavixen ni kazi peke yake. Ni kazi peke yake. Imeishia pale pale. Kazi kabisa. Yeah. Mbona unatatiza paka unajua pia anaangalia tu kazi. Unajua pia ni kazi peke yake. Ni kazi peke yake. Na sitaki kuzungumza sana maanake wacha niachie tu hapo. Lakini sasa hivi maanake wanaona baadhi ya wasanii inafika kiwango ambacho wanaweka mapenzi yao katika mitandao. Naam. Kwako labda unaliangazia vipi? Je, unaweza kumweka Mamaaz pale tumjue mitandaoni? Okay, kusema ukweli wa kumwogopa Mungu. Mimi bado sijawahi mpost Mamaaz wangu. Sijawahi. Kwa nini sasa? Maanake sometimes unajua kama kitu ni chako na unakifurahia pale, unakipost tu watu waone, jamani, wajue kabisa usa ni wangu, nikikuona naye basi jua kwamba utakuwa umepita mipaka. Okay. Mimi chenye naamini kama ni wangu ni wangu. Okay. Yeah, na pia kuna vitu vingine, wacha tu mimi niseme ukweli. Kuna vitu vingine ile okay, it is my love. Na ni maisha yangu. Yeah. So nikianza kupost kwa kazi gani, kwa lipi? Sababu nitapost wengi. Unajua? Sababu kuna watu wengi nafanya nao kazi. Nitawaposti wengi. So yeye hata nikimficha sioni tatizo. Sababu kuna watu nitawapost lakini kwa ajili ya kazi. Na hata na wapost wewe mwenyewe unajua. Kama hao wenye tuko nao kwa mitandao tayari kina Nyarubando, kina Solemba. Na post wengi. Lakini yeye ni wangu wa nyumbani. So sijaona
tatizo kubwa la kwamba kwa nini nampost sijui nini. Kuna lipi okay. Sometimes wanasema bana, kama unathamini kitu kwa upande mwingine wewe unakiweka private kidogo. Mimi napenda privacy ni kitu ambacho ni muhimu sana hasa katika maisha ya wasanii, you know. Maanake nimekuwa nikiangalia kama msanii kama Nyashinski, inasemekana ya kwamba yeye hata kumpata katika mitandao ni vigumu. Hawezi mpata katika scandal yoyote, you know. Lakini labda nikimwangalia Saji, unaaminia Kiki? Maanake ni kitu ambacho nimekuwa nikikiona sana, you know, hasa kwa wasanii you know, wa Tanzania. Labda hapa kwetu unaangalia vipi ama unaangazia vipi Kiki? Kuhusiana na Kiki, kwa upande wangu mimi kuhusu Kiki sioni kama hata sioni thamani ya Kiki haswa. Sababu okay, wacha mimi niseme tu kweli, Kiki inaweza kukuzamisha kwa upande mwingine. Inaweza kukuzamisha kwa upande mwingine, sababu unaweza kuwa umecreate Kiki fulani ambayo kwa macho ya watu haiko sawa. Kama vile nilikwambia, I like privacy. Mimi hata kitu chenye nitapost kwa mtandao, wacha kikwe kitu reasonable. Kuna mtu amenifundisha, amenambia tumia simu yako vizuri. Simu yangu si ndio mtandao? Itumie vizuri. Sasa huwa napenda kuitumia vizuri, si ati tu kwa kitu ambacho maybe kitaniletea matatizo, maneno baadaye. Kwa hivyo unasema kwamba swala la Kiki kidogo haujalithamini sana. Upande wa Kiki mimi sijathamini. Pengine kama ni kitu ni ukweli, reality viishe. Mimi sasa niseme naenda show America, siendi tu kila siku kuna nini? Umeona? Sasa kuna vitu fulani kama hivyo kuna mambo yanaweza kukushusha kidogo. Thamani yako inaweza shuka sababu ya Kiki. Alright. Sasa hivi labda tukirudi nyuma kidogo, manake ni swala ambalo wanaona kwamba katika familia nyingi za Kiafrika huwa ziko, na ni kwamba baada ya kwamba labda mzazi amegundua kwamba uko na talanta kidogo, huwa anajaribu kuibana, kwambia kwanza shikilia swala zima la masomo, kisha when the right time comes utashughulika na masuala mazima ya talanta. Labda kwako has it also been the same, ama kwa upande mwingine labda kulikuwa na utofauti kidogo? Ishawahi kuja. Iliwahi. Na wasanii wengi hiyo ni kitu ambayo kwa mara nyingi wameface, sababu stories nyingi za wasanii huwa zinafikia hapa. Pale mwanzo kidogo mzazi paka aje akuelewe, huwa inachukua time. Sababu kwanza usanii uko mara mbili. Huwa kwa angle ya watu na reality. Usanii unaweza kukuzamisha na unaweza kukuokoa. So wazazi mimi washa zamani wakati nikianza kidogo hiyo kuvutana kidogo, sababu waliona pengine usanii unaweza leta pengine unaweza leta shida baadaye. Lakini baadaye wakaja kunielewa kwamba huu hatumii usanii vibaya. So kama kuna mtu mwenye ana support zaidi, mama. Unasema kabisa ni support wako wa kwanza. Kwa hivyo unasema hata sasa hivi labda hata kabla Sarafina hajatoka, yeye huenda akaisikiza wa kwanza na akaipitisha. Hapa umechemsha. Ungeongeza kitu fulani. Kwa hivyo sasa hivi unafanya paka mama amekuwa msanii naye amekuwa na masikio kisanii sasa. Ana masikio kabisa hapa kidogo. Sababu inaweza kuwa ni ile tu unafanya nini kidogo, niko na ile demo. Sasa nataka kidogo nijue kuna makosa gani. Sasa pengine nimeenda tu kwa mama ile kuweka tu muziki, ama mama amekuja kwangu. Sasa ile kidogo anaweza ipata inaendelea. Ile sasa ku review ndo nikipike kitu kiwe kizuri zaidi. Anasema
ndo, lakini hapa mstari fulani kidogo ukifanya hivi na hivi, sasa amekuwa na pia support zingine tofauti upande wa muziki. Okay. Ana support. Sawa sawa. Baada ya kwamba umetengeneza jina, baada ya kwamba sasa hivi labda kuna watu ambao wanakufahamu, you know, ushajipata na situation whereby unafika sehemu just because wewe ni msanii wanaanza kushurutisha, basi Saji bana, mimi nilipie fare, Saji bana, niko katika hoteli hapa, basi wewe lipa you know bili yangu. Ushaje kutokea? Mara nyingi. Mara nyingi sana. Kwa hivyo unafika kabisa unakuambia bana tulipie. And you are not part of the plan. Labda reaction yako ni gani ikifikia wakati kama huo? Okay. Kama nina uwezo huwa na react. Yeah. Nalipa. Kama sina namwambia yule mtu kwa njia ambayo ananielewa. Kwa sahihi siko sawa. Nielewe hivi na hivi na hivi na hivi. Sababu sisi pia ni binadamu, kama binadamu wewe nitahitaji msaada wako, utahitaji msaada wangu. But sio ishanipata sana. Mwisho leo before nifike hapo kwa interview. Unasema sasa hivi nikikuwa pale na kusumbua na simu, kumbe kuna moja tara anakukomoa hapo. Kweli. Wewe wache ni hizo bana. Sasa zingine angalau pia wacheni vijana angalau kule hela bana. Sasa mkianza omba kijana atajenga nyumba kweli hapo sasa. Na sasa hivi pia sipojenga nyumba kisha mtamcheka tena. Kwa hivyo angalau pia muache angalau pia vijana you know waweze kukula hela yao. Pia bado kuna swala zima la black tax. Unajua pia tukienda huku kwetu you know ukishaonekana pale umetengeneza jina kidogo, familia inakuhusisha sana katika michango. Alafu unapata kwamba unafika katika mchango pale umewekewa pale Saji 50,000. Okay, hizo ziko kweli. Unadungwa kwa category. Lakini okay, mimi acha tu niseme, wajua kuna ile mtu amekuweka mahali sababu anajua pengine ana uwezo huu wa kufanya hivyo. So unakuta kabisa ile kategori ambayo unaikwa wewe tofauti na ile kategori ya yule mwingine. Kama ni michango, kama ni nini, unadungwa kule kwengine kule. Sababu wanaona kama unaenda kungangana wao wanaona. Okay. Alafu zaidi mbali na kufuatilia tu kwamba uko na pengine uko na pesa, no, si kwamba ati uko na pesa. Wanajua ile juhudi pengine huyu kuna imani pia. Imani yake huyo anaweza fikisha labda kiwango. Tusiweke sana ati kwamba na mapesa lakini imani kiwango huyo anaweza fikisha. Sawa. Labda sasa hivi tukimwangalia Saji, manake huwa nakuona unajihusisha sana you know katika show mbalimbali. Labda katika miziki ambayo umefanya unahisi ya kwamba labda ni mziki gani ambao kwa hizi show zako hauwezi kosa kuperform, hata kwende vipi lazima utaperform mziki? Okay, kuna mziki unaitwa Mama Dia. Kuna mziki unaitwa Nyarbando. Sehemu inalingana na hizo sehemu, lakini nikiangalia huku nyumbani sana Nyarbando, Mama Dia, Taireni. Lakini mwisho wa siku kuna ngoma inaitwa Washa Moto. Washa Moto, moto kotea mbali. Hiyo na washa mahali popote. Hiyo sikosi. Unasema hilo ni vibe kwenda mbele. Washa. Hiyo siwezi kosa hiyo. Alright, kwa hivyo unasema sasa hivi ni nyimbo 4 ambazo unajua hizi shua kwende vipi lazima utaziperform. Kuna wimbo fulani ambao niliona ulisema mziki mbovu. Nikashindwa kuelewa ule mziki. Ulikuwa unafikiria nini wakati ulikuwa unaimba ule wimbo? Okay. Hii glasi ni mbovu hii. Hii glasi ni mbovu. Ama vipi? Mimi sijaona kama ni mbovu, lakini unaona kama ni mbovu? Iko sawa. Mimi naona kabisa iko sawa. Huyu msanii ni mbovu. Unasema maneno ya watu sometimes wanazungumza sana. Hapana. Unajaribu ile ni kitu inaitwa creativity. Okay. Ni ile creativity tu.
Naam. Kama nimesema hii glasi ni mbovu na ukicheki glasi imeng'ara, iko poa. Yani hauoni ubovu wake. Hauoni ubovu wake. Sasa unachukua ile mindset ya watu. Huu mziki ni mbovu ama ni mzuri. Sasa huo mziki mbovu unasikia mtu rudia mziki mbovu. Okay. Kwa hivyo pale ilikuwa in a way ya kucheza na reverse psychology ya audience yako. Ya kwamba sawa ni mziki mbovu lakini ukiusikiza ni mziki ambao uko creative. Maanake nilipokuwa nausikiza huo wimbo nisikia kwanza the choice of the beats. Beat ya zamani. Maanake nilisikiza wakati wa kina Mr. Nice kama sijakosea. Mr. Nice enzi hizo. Alafu nikiangalia pia jinsi ambavyo vina vimepangwa si ya kikawaida sana. Alafu pia anajaribu kuleta impression ya kwamba ni mziki mbovu, lakini kwa sababu mimi pia nimekaa na watu creative nikaelewa kwamba nimeelewa idea yake. Alright. Kwa hivyo kuna kitu ambacho anakidrive. Na sasa hivi labda katika uandishi wa mziki wako, wakati pale labda umekaa chini unaandika mziki, wewe unachukua kama dakika ngapi ama ina depend na situation ambayo labda umejipata pale kuandika mziki? Okay, inaenda na situation. Kuna time mistari inapotea kabisa. Kuna time mistari inakataa. Kuna time madakika kuisa mistari na flow yenyewe. Hata kuna time siandiki. Kuna time siandiki. Bora ni kwetu na ile idea kwanza. Ushatengeza beat nini? Unaingia studio na freestyle na inaisha. Mistari. Basi inakuja unaweza pata verse nzima. Labda ni wimbo kama gani huo ambao ushaifanya hivyo kabisa hata huku au kuandika uliingia freestyle? Kuna ziko nyingi. Nyingi. Kuna kama hiyo changia kidogo. Hiyo nikasema nimepiga na Saraya. Hiyo yani nimeingia booth tayari. Weka headphones twende kazi. Twende. Hiyo beat nimeikubali. Iko sawa hiyo beat. Idea ni hii, changia kidogo. Imeflow yenyewe. Ziko kadhaa. Okay. Unajua wewe ni msanii. Na sometimes tunaona kwamba hasa ni kitu ambacho nimekiona na watoto wa kike. Wakati pale wanahakisha kwamba labda sauti yao wanaitunza. Tumia mandimu, tumia pale sijui chai ambayo imewekwa kwa vitu gani. Sajie ni vitu gani ambavyo wanafanya ili kuhakikisha kwamba labda naitunza sauti yake? Okay, mimi sauti yangu cha kwanza iko natural. Lakini bado naitunza. Naitunza. Na vitu kaa hivyo hivyo. Ndimu hizo. Napenda sana hizo vitu kaa ginger. Soda yangu yenye nakunywa pia ni hizo inaitwaje? Stone. Vitu kaa hizo lemonade. Yaani natumia vitu kaa hizo. Nasema sukari nyingi kidogo hautumii? Huwa sipendi sana sukari nyingi. Sukari nyingi hutumii kabisa? Situmii. Kwa hivyo pia sugar mama hutumii? Hapo umetatiza kidogo. Situmii sukari. Sasa unaogopa diabetes? Situmii sukari. Naogopa diabetes. Okay. Nimeona kidogo Sajia amegafilika baada ya kwamba nimemuuliza swali hapa. Anashangaa hili nalo limetoka wapi. Lakini mpenzi mtazamaji, imekuwa bora tena zaidi, imenifurahisha maana sasa hivi unajua singetaka iwe kiwe kipindi kirefu sana. Pia vile kwa sababu ako na other engagements, ningependa labda tuweze ku wrap up ili angalau aweze kushughulika na masuala mengine tofauti. Unamwambia nini labda mtazamaji wangu siku leo? Okay, mimi kwanza namwambia mtazamaji nashukuru kwanza kwa ajili ya kipindi. Na mtazamaji pia chenye namwambia azidi kufuatilia kipindi hiki na pia kuendelea kufuatilia mziki wangu na kazi zangu. But kikubwa ni kwamba nawapenda mafanzi zangu. Watazamaji nawapenda. Nawapenda wote. Na katika mitandao labda wanakupata vipi? Kwa mitandao mimi ni Sajiboy. Sajiboy. YouTube, wapi, Twitter, Facebook, mitandao yote ya kijamii, Spotify kule, Sajiboy. Okay. Sawa. Basi kufikia hapo mpenzi mtazamaji, nitakuwa tunatoa shukrani za dhati kwa Sajia ambao pia vile nimemwambush, lakini akasema kwamba
siwezi kukosa hiki kipindi. Kwa hivyo changu tu ni kutoa shukrani za dhati, na hata kwako mpenzi mtazamaji, kuona kwamba labda unafuatilia Living Legends tangu ilipoanza mpaka kufikia wakati kama huu. Nami sitakuwa na la ziada ili kuongeza, mpenzi mtazamaji, lakini kitu ambacho nitazidi kukwambia ni kwamba zidi kutegea, manake kuna wengi ambao tumeweza kuwapanga kuhakikisha kwamba labda tutakuwa tunawajulisha kwako, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo zidi kutegea hapa ndani ya Living Legends, ukiniita Uncle Lee the Top Rated, hautakuwa umekosea. Tune in to the next one.